forgiveness today. Nataka kufunza kuhusu msamaha leo. What do we mean by this word forgiveness? Tunamaanisha nini ukisema msamaha? Now forgiveness means Msamaha unamaanisha letting it go off resentments. kuachilia iende. Letting it go off resentments. Kuachilia iende. Or anger towards somebody Kuhusu mtu ama kwa who mtu has wronged you. ambaye amekukosea. Letting it go. Kuachilia iende. Letting it go. Kuachilia iende. That anger, Hiyo hasira, that bitterness uchungu that you are having ambayo uko nayo because of somebody kwa sababu ya mtu who wronged you. ambaye alikukosea. So as we are here, Tukiwa hapa, when you look at forgiveness, tunapoangalia kuhusu msamaha, you are supposed to understand inatakana uelewe that you are releasing. ya kwamba unaachilia, You are releasing a heavy load. unaachilia mzigo You mkubwa, are releasing a heavy burden unaachilia mzigo mkubwa that is inside your heart. ambayo iko ndani ya moyo It is wako. very hard for you to forgive, Ni ngumu sana kusamehe, but you are supposed to learn about forgiveness. lakini inatakana ujifunze kuhusu When you kusamehe. learn more about forgiveness, Unaposoma kuhusu msamaha, you must choose to forgive. lazima uchague kusamehe. You must choose to pardon. Lazima uchague kuachilia. That you are supposed to release. Inatakana uachilie. To release what is inside you. Uachilie kile kilicho ndani yako. This year, the 2016, Mwaka 2026, 2026 that we are calling upon people ambayo tunaita watu who are ready to forgive. ambao wako tayari Who kusamehe. are ready to forgive. Wako tayari kusamehe. They forgive and forget. Wanasamehe na kusahau. Praise God. Bwana asifiwe. They forgive and forget. Wanasamehe na kusahau. Not for somebody's sake, Si kwa sababu ya mtu, but for their own sake. kwa sababu ya wao wenyewe. Whenever you forgive, Wakati unasamehe, it is for your own benefit. ni kwa uzuri wako. Not for somebody's benefit. Si kwa msaada wa mtu. Because when you Kwa forgive, sababu unaposamehe, you allow God also to forgive you. Mungu pia atakusamehe. When you forgive, Unaposamehe, you release bitterness from your heart. unaachilia uchungu kutoka moyo When wako. you forgive, Unaposamehe, you are ready to move an next step. uko tayari kusonga kiwango kingine. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Now, forgiveness, Msamaha it doesn't mean what they did was okay. haimaanishi kwamba kile walichofanya kiko It sawa. doesn't mean what people did was okay. Haimaanishi kwamba kile walichofanya ni What sawa. they did is correct. Chenye walifanya kiko sawa. It was wrong to you. Ilikuwa tu mbaya kwako. It was wrong to your side. Ilikuwa mbaya upande wako. But you need to decide to forgive Lakini natakana usamehe for your own sake. kwa faida For yako. your own sake. Kwa faida yako. Praise God. Bwana asifiwe. But because you are freeing yourself, Kwa sababu unajiachilia. you are freeing yourself from negative fibers, Unajiachilia kutoka kwa from mambo ambayo yanakuhusu. negative attitudes. Praise God. Bwana asifiwe. That you are forgiving to release yourself Unasamehe kuachilia wewe mwenyewe from your negative attitudes. kutokana na ile hasia ambayo iko dhidi yako. Praise God. Bwana asifiwe. Say forgive. Now, we think about forgiveness. Tunapofunza kuhusu msamaha, You know, whenever you are having somebody in your heart, wakati unabeba mtu kwa moyo, it is like a debt. ni kama Kama deni. ni kama deni, It's like a debt ni kama deni that somebody owes you. ambayo mtu ako nayo kwako. And whenever you are looking at this debt, Wakati unapoangalia hili deni, you aren't saying that he did not borrow. unasema ya kwamba It doesn't mean that he did not borrow. Somebody borrowed you money, mtu alikukopa pesa, but he has refused to give it back. lakini amesahau, amekataa So when kukurudishia. you let it go, Unapoachilia iende, when you let it go, unapoachilia iende, it doesn't mean that he doesn't owe you. haimaanishi kwamba hana deni lako. He owes you. Ako na deni lako. And that is a reality that he owes you. Ni ukweli ya kwamba ako na deni lako. But you let it go. Unaachilia iende. Praise God. Bwana asifiwe. You let it go. Unaachilia iende. So that you can wipe your heart. Ili uweze kusafisha moyo So that you wako. can free your heart. Ili ukaweze kufungua moyo From wako. any negative thoughts. Kutokana na mawazo mabaya From kinyume na any Mungu. plans of evil. Na mipango ya That shetani. might arise because of bitterness that is Ambayo inside you. inakuja kwa sababu ya uchungu ndani mwako. Praise God. Bwana asifiwe. The question is, Swali ni kwamba why should we forgive? kwa nini tusamehe? Somebody can ask you a question. Mtu anaweza kuuliza swali. That why should you forgive? Kwa nini
usamehe. As I have told you earlier, Jinsi nimewaambia mapema, that forgiveness means letting it go off the sentiments of kama anger inamaanisha kuachilia iende. towards someone or who has wronged you. Mtu ambaye You amekukosea, let it go. unaachilia iende. Why should you let it go? Kwa nini uachilie iende? That is the best question. Hiyo ni swali muhimu. We are supposed to let it go. Inatakana tuachilie We iende. are supposed to release it out Inatakana tuiachilie from your own heart. kutoka kwa moyo You wako. let it go. Unaachilia iende. Those resentments, Hayo maneno mabaya, those anger hiyo hasira that you are having against a ambayo person, uko nayo dhidi ya mtu, you are supposed to allow it to go. unatakana kuiruhusu itoke. Praise God. Bwana asifiwe. Why should you forgive? Kwa nini usamehe? That is the best question. Hiyo ni swali muhimu. Why should you forgive? Kwa nini usamehe? Praise God. Bwana asifiwe. Now this one, Hii it needs you to understand inatakana uelewe that God's forgiveness in your life, ya kwamba msamaha wa Mungu katika maisha it yako brought you where you are. imekuleta mahali ulipo. Praise God. Bwana It asifiwe. is because God forgave you. Ni kwa sababu Mungu alikusamehe. Praise God. Bwana You asifiwe. are forgiven. Ulisamehewa. I was forgiven. Nilisamehewa. We have been forgiven. Tumesamehewa. And we need to forgive. Na inatakana tusamehe. Praise God. Bwana So asifiwe. why should we forgive, number one? Tusamehe. Because God forgave us. Kwa sababu Mungu He alitusamehe. forgave us. Mungu alitusamehe. And He set us free. Na alituweka huru. When He forgave you, Wakati alikusamehe, He released you in His kingdom alikuachilia katika ufalme so wake that you can be where you are. ili ukaweze kuwa mahali ulipo. Praise God. Bwana asifiwe. Remember what you did that was against God. Kumbuka kile ambacho ulifanya kinyume na Mungu. Remember every sin that you did against God. Kumbuka dhambi uliyofanya kinyume na Mungu. All these sins, Hizi dhambi zote you have been forgiven by God. umesamehewa na And Mungu. that is why Na ni hivyo He has chosen you to amekuchagua be one of His child. ili ukaweze kuwa mwana To come wake. into His kingdom. Yeye katika ufalme You wake. are free. Uko huru. He forgave you. Alikusamehe And He released. na alikuachilia And He closed the chapter. na alifunga hiyo chapter. All the negative and all the bad things that you did, Vitu vyote kinyume na maisha yako bali God forgave you. Mungu alikusamehe. And as God forgave you, Na Mungu you alipokusamehe need also to forgive. inatakana pia And usamehe. that's why I say number one, Na hivyo ndio sababu you nilisema need to understand unatakana kuelewa God's forgiveness in your life. msamaha wa Mungu katika maisha How yako. many times has God forgiven you? Ni mara ngapi Mungu When you amekusamehe? have done something that is wrong, Wakati umetenda kitu how kibaya. many times has God forgiven you? Mara ngapi Mungu When you amekusamehe? were backbiting other people, Wakati ulikuwa unasengenya watu how wengine. many times has God forgiven Mara you? ngapi Mungu amekusamehe? When you were stealing from other Wakati people, ulikuwa unaibia watu. how many times has God forgiven Mungu you? amekusamehe mara ngapi? When you are talking evil against Unapoongea others, ubaya wa watu. how many times has God Mara forgiven you? ngapi Mungu amekusamehe? When you went against His laws, Ulipoenda kinyume na how many times has God forgiven mara you? ngapi Mungu When amekusamehe? you did what was negative Ulipofanya kinyume na yeye, against the church, kinyume na kanisa. praise God. Bwana You asifiwe. need to forgive. Inatakana You kusamehe. need to forgive Inatakana usamehe. because God forgave us. Kwa sababu Mungu alikusamehe. Because God forgave Kwa us. sababu Mungu alikusamehe. Praise God. Bwana asifiwe. Are we there? Tuko pale. Are we there? Tuko pale. Isaiah chapter 43, verse 25. Mstari wa 25. Biblia inasema, On the other side. walakini And yet, I am the God who forgives your sins. walakini mimi niliyofuta makosa yenu And I do this because of who I am. kwa heshima yangu. I will not hold your sins against you. Ndimi niyatafutaye makosa kwa ajili yangu mwenyewe, na wala sitazikumbuka dhambi zenu. Praise God. Bwana The asifiwe. Bible is reminding us Biblia this. inatukumbusha hivi That and yet I am God who forgives your ya sins. kwamba mimi ndiye Mungu ninayekusamehe dhambi And zako, I do this because of who I am. na ninafanya hivyo kwa sababu ya jinsi He nilivyo. forgave you because of who He is. Alikusamehe kwa sababu ya jinsi Of alivyo. who He is. Jinsi alivyo. He forgave you. He Alikusamehe. forgave you. Alikusamehe. And the Bible says Biblia clearly inasema kweli that I do this because of who I ya am. kwamba ninafanya hivi kwa sababu ya jinsi nilivyo. God is doing that because of who He is. Mungu anafanya hivyo kwa sababu ya jinsi alivyo. He is God who forgives. Yeye ni
ready to forgive. Ako tayari kusamehe. And that's why number one, Na ndiposa namba 1, I'm saying like this, sema hivi, that God forgive us. Mungu alitusamehe. And God's forgiveness in our lives, Na msamaha wa Mungu katika maisha we yetu. need to understand it. Inatakana tuielewe. Why should we forgive? Kwa nini tusamehe? Because we understand that God's forgiveness in our life is much better than our own forgiveness. Kwa sababu tunajua kwamba msamaha wa Mungu katika maisha yetu ni wa maana sana kuliko yetu. Praise God. Bwana And the asifiwe. Bible continues to say that I will not hold sins against you. Sitashikilia dhambi kinyume na nyinyi. God cannot hold your sins Mungu hawezi shikilia dhambi zako against you. dhidi ya wewe. When you go before Him Unapoenda mbele zake and you start meditating about your life, na unaenda then you say, Father, forgive me. kutafakari neno lake na God will forgive you Mungu atakusamehe unconditionally. He will forgive you without any condition. bila masharti. He will forgive you. Atakusamehe. Praise God. Bwana asifiwe. And that's why we say Na ndiposa that we tunasema need to forgive. inatakana tusamehe Because God forgave kwa us. sababu Mungu alitusamehe. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Are we there? Tuko pale. God forgave us. Mungu And alitusamehe. God is ready to forgive us. Mungu tayari In kutusamehe. any session, Katika kila He hali is ready to forgive us. yeye yuko tayari And kutusamehe. God will forgive you. Na Mungu He will atakusamehe. never leave you the way you are. Atakuacha jinsi He is ulivyo. ready to forgive you. Ako tayari He is kumsamehe. ready to forgive you. Ako tayari kumsamehe. Look at what the Bible says. Angalia vile Biblia In the book inasema of Psalms, katika kitabu cha chapter Zaburi 103, 103 verse 8 to 12. The Bible says, Biblia inasema the Lord is merciful and loving, Mungu ni wa rehema na upendo. slow to become angry, Yeye si rahisi kuwa na hasira. and full of constant love. Yeye ni mwingi wa upendo. He does not keep his rebuking, Hawezi shikilia hasira yake. and he is not angry forever. Na yeye si wa hasira. He does not punish us for we deserve or repay us according to our own sins and our own wrong. Yeye hatuadhibu kulingana na dhambi zetu. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana You asifiwe. need to have a Bible and you read it. Just your phone. Bwana asifiwe sana. Then when the Bible says Biblia this, inasema in the book of Psalms chapter 103, verse 8, 8, the Bible reminds us this, Biblia inasema that the Lord is merciful and loving. ya kwamba Mungu ni mwenye rehema na He is upendo. merciful and loving. Bwana amejaa huruma na God rehema. is loving. Yeye ni wa He upendo. loves us. Anatupenda. He loves us. Anatupenda. He is merciful. Yeye ni wa rehema. And He loves us. Na anatupenda. And because He loves us, Na kwa sababu this is anatupenda, the same Lord ni Mungu yule that yule. He is ready to forgive us. Yeye yuko tayari It kutusamehe. continues to say Inaendelea that kusema He does not keep His rebuking. yeye hatatenda siku, He does not keep on rebuking. hakututenda sawasawa na hatia zetu. That's verse 9. Verse He 9. is not angry forever. Yeye hatatenda siku zote. That God does not continue to rebuke us. Yeye hatatenda siku zote. Whenever you do a mistake, Wakati tunafanya dhambi, God will forgive you. Mungu He anakusamehe. will not continue rebuking you. Yeye hataendelea He kuteta, will never continue rebuking you. hataendelea kukutetea. Praise God. Bwana asifiwe. And if He cannot continue to rebuke you, Na kama hataendelea kuteta, that simply means that He forgets. inamaanisha ya kwamba It anasahau. simply means that He forgets. Anasahau. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Why does He forget? Kwa nini anasahau? Because of the love that He has for Kwa sababu us. ya upendo ambayo ako nao juu yetu. And because of that Na love, kwa sababu ya hiyo the upendo, Bible says Biblia inasema that He is not angry forever. yeye hawezi teta He milele. cannot continue to be angry Yeye forever. hana hasira milele. And whenever today He is angry with you, Leo anapokuwa na hasira na it wewe, will not be the same as tomorrow. sio kama kesho. When He will decide to forgive you, Anapoamua He kukusamehe, will forgive you and forget. atakusamehe na He will atasahau. not continue to be angry. Hataendelea kuwa na So hasira. today in this service, Leo katika ibada, if there is somebody kama kuna mtu that you are carrying in your heart ambaye umebeba mtu that He wako has wronged you, ambaye amekukosea, I want to declare today nataka niamuru that leo, forgive, that samehe, forgive, samehe, that forgive, samehe, because our Lord, kwa sababu because our Lord kwa sababu does not continue to rebuke us forever, yeye hateti and He milele cannot continue to be angry na forever. yeye hana hasira That milele. whenever we ask
ask for forgiveness, wakati tunaomba msamaha, He will continue to forgive us. yeye anaendelea He will kutusamehe, continue to forgive us. ataendelea The kutusamehe. Bible has said it clearly here Biblia imesema that I am who I am, the Lord. mimi ndivyo nilivyo I am Mungu, who I am, the Lord. mimi ndivyo nilivyo Mungu, And God is compassionate. na Mungu ni wa And rehema, He is slow to anger. na yeye ni mwepesi wa He is hasira. not going to be angry every Yeye now and then. ataendelea kuwa na hasira, He removes our sins away from us. anakuta dhambi zetu, He will remove our sins away from us. anatoa dhambi zetu As far as east and west is in our lives. mashariki kuliko mbali na magharibi. That is how God separates us from our sins. Hivyo ndivyo Mungu kututenga na dhambi, He will remove us away from our sins. atatusongesha mbali na And it dhambi. is once and forever. Na ni Praise God. Bwana asifiwe, Praise God. Bwana asifiwe. I'm talking to somebody here. Naongea na mtu hapa, Year 2025. mwaka You are 2025 carrying somebody in your heart. ulikuwa unabeba mtu kwa And moyo, up to now, na sasa you are still carrying that bado person in your unabeba heart. huyo mtu kwa moyo. You are supposed to forgive. Inatakana You usamehe, are supposed to forgive. inatakana You kusamehe, are supposed to forgive. inatakana kusamehe. You should not continue with that anger. Usiendelee na hiyo You should hasira, not continue to carry that person. usiendelee na hiyo You hasira. are supposed to set him free. Inatakana uweke You huru, are supposed to set yourself free. jiweke huru, You should not continue in that instance. usiendelee na hiyo You hali. should look for God. Mtafute Mungu, You should look unto God mtazamie Mungu, because He is ready with us. kwa sababu yeye ako kwa sababu yetu. Praise God. Bwana asifiwe, Praise God. Bwana asifiwe. Are we there? Tuko pale, Look at the book of Romans chapter 8, chapter 5, verse 8. angalia Warumi 5:8, Romans chapter 5, verse 8. Warumi 5:8, Romans chapter 5, verse 8. Warumi 5:8. Are we there? Tuko pale, Romans chapter 5, verse 8. Warumi 5:8. Are we there? Are we ready? The Bible says Biblia inasema that God shows His love for us. bali Mungu aonyesha upendo lake yeye That mwenyewe. God shows His love for us. Mungu huonyesha upendo lake yeye mwenyewe In that while we were still sinners, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. because Christ died for us when we are still sinners. Kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali. Praise God. Bwana The asifiwe. Bible declares the love of God for Biblia us. inasema inatangaza upendo wa Mungu He kwetu. loved us when we were still sinners. Alitupenda tulipokuwa wenye He dhambi. loved you when you were still a sinner. Alikupenda kabla ulikuwa mwenye dhambi. When you are doing things against God, He still Ulipokuwa loved you. unafanya mambo kinyume na yeye. When you are still in the world, God loved you. Ulipokuwa katika dunia, Mungu alikuwa bado He anakupenda. loved us without any condition. Alitupenda bila masharti. Praise God. Bwana asifiwe. And He allowed Christ, Jesus Christ, to come and die because of our sins. Akamruhusu Yesu Kristo aje afe kwa sababu ya dhambi And zetu. I'm here today, Na niko hapa leo announcing to this atmosphere natangaza kwa hii that anga we need to forgive. ya kwamba inatakana We need to tusamehe. forgive Inatakana tusamehe because of the love of God sababu ya upendo wa that He has Mungu allowed unto us. ambaye He ametupenda. loved when you are still a sinner. Alikupenda wakati I want to ulikuwa dhambi. declare unto you today, Nataka nikutangazia, love your enemy. penda adui Love yako. your enemy. Penda adui wako. Love those people who are hating you. Penda wale watu ambao wanakuchukia. Love those people who are hitting you hard. Penda wale watu ambao Love wanakupiga those mawe. people who are backbiting you. Penda wale watu ambao Love those wanakuchukia. people who are against you. Penda wale watu ambao Because when wanakuchukia. you are still a Kwa sinner, sababu ulipokuwa mwenye when dhambi, you are still a sinner, ulipokuwa bado mwenye dhambi, Jesus loved you. Mungu alikupenda. Jesus loved Yesu you. alikupenda. God loved you. Mungu alikupenda. And that is the word. Ndiposa He allowed His only Son, aliruhusu Yesu Jesus Christ, Yesu Kristo to die for us. aje afe kwa To sababu die ya for us. To kutukumbia take away our sins so that we are free. ili tuwe I huru. want to declare today, Nitangaze leo any sin, dhambi yoyote, any bitterness uchungu that wowote might hold me ambaye this inakushikilia year, uko hapa 2026, I release it now. I release it now. I release it now. I move to next level. Because Jesus began to take away amekuja kuchukua the sin that I committed. dhambi zote God ambazo loved me. Mungu God alikupenda. loved me. Mungu alinipenda. That's why I'm here. Sasa niko God hapa. loved you. Mungu That's alikupenda. why you saw this year. Sasa ulikuja huu mwaka 2026. 2026. Some people
Watu wengine They wanted to be here right now. walitaka kuwa hapa, But they are buried. lakini But walizikwa. they were buried. Walizikwa. But I, Lakini mimi because of the love of kwa God, sababu ya upendo wa I'm Mungu still alive. niko I hai. want to declare to you, Walitangaza you are alive because of God who is in you. Mungu ndani The yako. Bible declares, Walitangaza God in me. Mungu ndani yako. Whoever is in me Mungu aliye ndani is yako. greater than who is in the world. Ni mkubwa kuliko yule Is aliye greater than who is in the Ni world. mkubwa kuliko yule aliye I would like to announce today, Nataka nikutangazia the leo. Lord who is in me, Mungu aliye ndani the yako. Lord who is in you, Mungu aliye ndani yako. is bigger than bitterness, Mkubwa kuliko hasira. is bigger than anger, Mkubwa kuliko uchungu. is bigger than anger. Mkubwa kuliko I hasira. want to announce today, Nataka nitangaze leo. let it go, Hasira iende. let it go. Iende. Tell your neighbor, my neighbor, Ndio jirani let yako. it go, Hasira iende. let it go, Hasira iende. let it go. Hasira iende. Praise God, Bwana asifiwe. praise God. Bwana Yesu asifiwe. God is here, Mungu ako and hapa. God is ready to forgive Na us. Mungu ako tayari kutusamehe. Praise God. Bwana asifiwe. God's forgiveness isn't based on our worthiness, Msamaha wa Mungu hauangalii jinsi tulivyo, but His love and faithfulness. lakini ni kwa upendo wake na uaminifu wake. God's forgiveness, Msamaha wa Mungu as He forgives us our sins, wakati anitusamehe dhambi zetu, it does not depend on our worthiness. haiangalii kuhusu Udhamana wako. udhamana wetu, It does not look on your worthiness. haiangalii udhamana wako. Praise God. Bwana asifiwe. I know in the eyes of people, Najua ya kwamba kwa macho ya watu I'm not worthy. mimi sistahili, I'm not worthy. sistahili, But in God's perspective, lakini kuangalia mtazamo wa Mungu, in God's perspective, kuangalia mtazamo wa Mungu, I am worthy. ninastahili, I am worthy. ninastahili. That is why Ndiposa I need to forgive. natakana I kusamehe, need to forgive natakana kusamehe because I was forgiven. kwa sababu Because I nilisamehewa, was forgiven. kwa sababu nilisamehewa. God's forgiveness Msamaha wa Mungu isn't based on our own worthiness, haiangalii kuhusu udhamana wetu, but His love and faithfulness. lakini ni kwa sababu ya upendo na uaminifu But His wake, love and faithfulness. uaminifu wake na So msamaha. His forgiveness Msamaha focuses more on His love. inatazama sana kwa upendo wake. Praise God. Bwana asifiwe. His love. Upendo wake, His love upendo wake for us kwetu as a church. kama kanisa. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Bwana asifiwe. Are you there? Uko pale, Are you there? uko pale. Oh, praise God. Bwana asifiwe. Tell your neighbor you are supposed to forgive. Ambia jirani yako unatakana kusamehe Because God forgave you. kwa sababu Mungu Oh, tell alikusamehe. your neighbor forgive. Ambia jirani yako Tell your samehe. neighbor forgive. Ambia jirani yako samehe. This year 2026, Huu mwaka 2026, if you want to move to next level, kama unataka kwenda kiwango kingine, if you want to move to next level, kama unataka kwenda kiwango kingine that we are going, ambacho tunaenda, forgive samehe and forget na usahau and allow God na uruhusu to Mungu use you this na year kutumia huu so mwaka that you can do exploits. ili ukaweza kufanya So that you malipo, can do exploits. ili ukaweza kufanya Oh, malipo. when you forgive, you Unaposamehe will never remain where you are. utabaki jinsi And we ulivyo. have to declare today Kaza leo that you forgive. kwamba I usamehe, declare class to forgive. samehe I leo, declare to forgive. samehe To leo, forgive. And to move on. na To uendelee, forgive. usamehe And move on. God is waiting for you. na kungoja, God is waiting for you. na kungoja. Praise God. Praise God. Bwana asifiwe. Bitterness. Uchungu, Bitterness. uchungu And unforgiveness. na kuwa na roho ya kutosamehe, Those are the fruits of the devil. haya ni matunda ya shetani. That is the weapon of the devil. Hiyo ni silaha ya shetani. And if you are in church Na kama uko and kanisani you are not able to forgive na uwezi kusamehe those people who have wronged you, wale watu ambao wamekukosea, that simply means that you are an ambassador of the devil. hiyo inamaanisha ya kwamba wewe ni wakili wa You need to shetani. allow it to go. Inatakana uruhusu iende. Praise God. Bwana asifiwe. Praise God. Are you there? Tuko pale. So somebody somewhere is asking a question. Kuna mtu mahali anauliza
nauliza swali. Pastor is saying about forgiveness. Mchungaji anaongea kuhusu He is msamaha. talking more about forgiveness. Anaongea sana kuhusu msamaha. How can I forgive? Nitasamehe aje? How can I forgive others? Nitasamehe namna gani watu? As God forgave me. Jinsi Mungu alinisamehe. Praise God. Bwana asifiwe. How can you forgive other people? Unawezaje samehe The watu? same way God forgave you. Jinsi Mungu alikusamehe. That is the second thing I'm looking at. Hiyo kitu ya pili nataka How kuangalia. can we begin to forgive? Tunaanzaje kusamehe? Praise God. Bwana asifiwe. For you to forgive, Ili wewe usamehe. number one thing for you to do. Cha kwanza unatakana Number one thing for you to do. Cha kwanza unatakana kufanya. Pray for God's help. Omba msaada kutoka kwa Pray Mungu. for God's help. Omba msaada wa Mungu. God is ready to help you. Mungu ako tayari But kukusaidia. He is waiting for you to pray. Lakini anangoja wewe You uombe. can only forgive through prayer. Anaweza kukusamehe kupitia kwa maombi. You can only forgive through prayer. Anaweza samehe kupitia kwa maombi. When prayers are asked to God, Maombi ambayo tunauliza kwa Mungu. whenever you pray to God, Wakati unaomba kwa Mungu. God is ready to listen. Mungu ako tayari kusikiza. That's why the Bible says Kwa sababu Biblia inasema, that ask me niulize and I will answer you. na nitakujibu. Praise you. Praise Bwana God. asifiwe. That knock the door Gonga mlango. and the door will be open. Bisha na mlango utafunguliwa. Why should you knock? Kwa nini ufunge? Why should the door wait for you to knock? Kwa nini mlango ungoje So usishe? forgiveness Msamaha begins first by prayer. inaanza kwanza na maombi. Say prayer. Maombi. Say prayer. Sema maombi. Praise God. Bwana asifiwe. God, ask God to give you the strength to forgive. Omba Mungu akupatie nguvu ya kusamehe. You need to ask God to give you that strength to forgive. Inatakana umwombe Mungu akupatie ile nguvu ya If kusamehe. you cannot ask God that strength, Kama uwezi uliza hiyo nguvu, you will not forgive. hautasamehe. But the first thing you need to ask God to forgive you. Kitu cha kwanza inatakana uulize Mungu akusamehe. That God, give me that strength to forgive. Mungu nisaidie, nipatie nguvu ya kusamehe. Give me that strength to release this bitterness. Nipatie nguvu niachilie hii uchungu. That give me that strength to forgive my enemy. Nipe hiyo nguvu kusamehe adui zangu. Praise God. Bwana asifiwe. It begins by prayer. Inaanza na maombi. It begins by prayer. Inaanza na maombi. As I said, who is not prayerful? Mtu ambaye ameokoka na si mwombezi This is the same person who cannot forgive easily. ni mtu ambaye hawezi samehe. People who are devoted to prayers, Watu ambao wanaomba, those are people who can forgive easily. hawa ni watu ambao wanaweza samehe. But those who don't know how to pray, Wale ambao hawajui kuomba, who doesn't have time to pray, ambao wana wakati wa kuomba, those are people who cannot forgive easily. hawa ni watu ambao hawezi samehe So rahisi. for you to forgive, Ili usamehe, number one thing for you to cha do, kwanza nataka na ufanye, you pray for God's help. omba msaada wa You Mungu. need to spend time